Hujambo na karibu mpenzi mtazamaji katika runinga yetu ya Vuna. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tuko hapa katika maeneo ya chuo kikuu cha Kisii. Tuko hapa ili kuchukua maoni ya watu kuhusiana na maandamano yaliyoandaliwa siku ya Jumatatu wiki ijayo ambayo itakuwa tarehe 20. Tuko hapa ili tuweze kupata maoni na tumempata mwanafunzi mmoja atakayetueleza anayofikiria kuhusiana na maandamano hayo na jinsi ambavyo itawaathiri wao kama wanafunzi na Wakenya kwa pamoja. Unaweza kutueleza kwa majina, unaitwa nani na unafanya nini? Kwa majina ni Wycliffe Akeyo Nyanja. Nafanya Human Resource Management Kisii University. Haya, asante. Kwa maoni yako unaweza kutuambia unaichukuliaje ama maoni yako kuhusu na maandamano yaliyoandaliwa wiki ijayo na kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga na wafuasi wake? Maoni yako ni yapi? Maoni yangu katika hiyo maandamano ambayo imeandaliwa tayari, mimi naiunga mkono ikue. Kwa sababu sisi kama wanafunzi tunapitia mengi sana kulingana na chenye tuliambiwa tutapewa. It means whatever we were expecting we are not being given, or at the end we are being denied what we were supposed to be given. Secondly, the government is not responding to its duties. Ya tatu, uchumi iko chini. Uchumi ni mbaya kabisa. And now it should be improved. We as citizens and specifically students, we should take action for that uchumi to be lowered down to what can befit us. Tunajua kwamba ni maandamano yameandaliwa na wanasema kwamba wataingia katika State House. Unaona kwamba umuhimu wa maandamano haya ni yepi ama haina umuhimu wowote? Maoni yako ni gani? Iko na umuhimu. For example, ukienda United States huko America, wananchi wanaenda mpaka State House, mpaka hiyo sijui inaitwa White House. They go there, they demand for their rights. So there is no any mistake us going there to demand for our rights as the citizens of the country, and more specifically as students. Yes. Huenda maandamano haya yakose kufanyika, ama ikifanyika nini itakuwa baada ya kisa hicho kwa maoni yako? Yaani ikifanyika unaona ya kwamba Kenya yetu itakuwa imebaki ikisimama upande gani, na isipofanyika ni nini itakuwa? Isipofanyika tutaendelea tu kubaki tu hivi na hiyo uchumi mbaya. Ikifanyika, at least there will be an impulse, hiyo pressure on the government to give to their best whatever they promised. Or if the pressure is too much on them, they quit the office. They leave the office to whoever can take place, who can give to the citizens. Haya basi, hayo ni maoni ya mmoja wa wanafunzi wa Kisii University kuhusiana na maandamano ambayo yamepangiwa kuwa siku ya Jumatatu wiki ijayo. Tutampata mwanafunzi mwingine aweze kutuelezea pia maoni yake ni yapi. Karibu. As a youth of this nation, I'll be tempted to go for this strike mass action. But now, as a human being, as a Kenyan, I've been in this country since I was born as a Kenyan. Now, we've been having this problem of the economy is down since we had the independence, and IBC has been having problems. We've been having this problem all through, and this problem is not going to be solved by just a mass action. The best thing that Raila could have done today is to go out and sit with the sitting president and discuss it out, and he can solve it out. Kwa hivyo wewe unaonelea ni vyema kwamba waende wakae pamoja waongee na kusikwe na hii mass action. Hivyo ndio unamaanisha ama? Yeah, this is what I'm trying to advocate as a young person. This mass action is not going to solve anything. The only thing that is going to cause out it's going to demoralize this economy that is already down. The mass action is not going to rise the economy, or the mass action is not going to change the IBC that Raila is trying to fight today. The best thing, if I were the advice of Raila, I would advise him to go and sit down with the president and talk to him one-on-one. Yeah.
Jinsi ambavyo mmesikia mpenzi mtazamaji, ni ya kwamba wanafunzi hawa wana maoni tofauti. Wengine wanaonelea kwamba hii mass action ama maandamano yaliyopangiwa ni kitu cha maana ili kuweza kusaidia uchumi wa Kenya, na wengine wanaona haina umuhimu wowote. Tutazidi kujumuika nasi kwa habari tendeti. Karibu tena. Jina ni Harriet Sesi.